Hello, mambo vipi? Ni Moyo Talks hapa kwa wakati mwingine tena. Leo tumekuletea darasa ambalo linaonyesha makosa ambayo wanaume wanayafanya pindi wanapopenda sana. Kila mtu kwenye mahusiano ana haki ya kupenda, lakini leo tunawaangalia wanaume. Mwanaume anapompenda sana mwanamke huwa kuna makosa anayafanya pasipo yeye mwenyewe kujua kuwa hili ni kosa, lakini baadaye hayo makosa yanakuja kumwadhibu yeye mwenyewe. Ikitokea mwanaume umempenda mwanamke kupita kiasi ama kupita kile kiwango cha kawaida, kuna vitu unatakiwa kuviepuka, au ujue kuna makosa ambayo mwanaume unayafanya pindi unapokuwa umempenda mwanamke pasipo wewe mwenyewe kuyajua kama ni makosa. Ni makosa gani ambayo mwanaume anayafanya pindi anapokuwa amempenda mwanamke pasipo yeye mwenyewe kujua? Kaa tayari. Kosa la kwanza ambalo mwanaume analifanya pindi anapokuwa amempenda mwanamke ni kujisahau na kumpa kila kitu kupita kiasi. Yaani kumpa mwanamke kila kitu kupita kiasi kwenye hayo mahusiano yenu au kwenye hayo maisha yenu ya mahusiano kunasababisha mwanamke aweze kukugeuka baadaye. Yaani unapokuwa kwenye mahusiano, chochote unachompa mwanamke hakikisha unampa kwa kiwango na usijisahau. Kuna baadhi ya wanaume unajisahau, unampa mwanamke akaunti ya benki, unampa password za akaunti ya benki, unampa mwanamke kila kitu anachokihitaji kwenye maisha yake hata vile ambavyo havihitaji. Hii ni mbaya sana kwa sababu mwisho wa siku mwanamke akishajua kila kitu chako ni rahisi kuhamisha hizo pesa, ni rahisi kuhamisha umiliki wa hivyo vitu vikawa kwake na akakuacha kisha akaondoka zake baadaye. Kwa hiyo mwanaume unapokuwa kwenye mahusiano, unajiona umempenda sana mwanamke, epuka ili kosa la kujisahau na kumpa kila kitu mwanamke kupita kiasi. Wanawake hawaaminiki. Kuna muda akishapata hivyo vitu basi anabadilika. Sio wote, lakini asilimia kubwa huwa wana tabia ya kubadilika. Kwa hili ni kosa ambalo wanaume wengi wanalifanya na linawagharimu katika maisha yao. Unampenda mwanamke, unajisahau, unampa kila kitu kwenye maisha yako. Unamwandikisha hati ya nyumba, unamwandikisha hati ya gari, akaunti ya benki, unampa password yako, mwisho wa siku anakuacha, anataifisha hivyo vitu vinakuwa vya kwake. Hauna kumlaumu kwa sababu ulifanya hivyo wewe mwenyewe ukiwa kwenye mapenzi. Kwa hivyo ukiwa kwenye mapenzi, wewe mwanaume jichunge na ujidhibiti hisia zako na mihemko yako, kwa sababu mwisho wa siku mwanamke naye ni binadamu, anaweza akatoweka na hivyo vitu kama wengine walioaminiwa wanatoweka na vitu vingine. Kosa lingine ambalo mwanaume analifanya anapokuwa amempenda sana mwanamke ni kumuonyesha wivu usio na mipaka. Yaani mwanamke akishajua unampenda alafu unamuonyesha ule wivu ambao yani hauna mipaka, atakusumbua sana na itakugharimu, kwa sababu hata kama mwanamke unampenda, onyesha wivu kwa kikomo. Onyesha wivu ambao yeye mwenyewe hatakuja kukuadhibu. Kuna wanaume leo hii mwanamke anajua anapendwa, mwanamke huyo anaonyeshewa wivu, anafanya matendo ya kumuumiza yule mwanaume ili amuonee wivu zaidi. Sasa hii inakuwa ni kama mwanamke anakupa adhabu kwenye maisha yako, kwamba wewe huwezi kufanya kazi, huwezi kuishi maisha mengine, akili yako yote inakuwa inafanyaje? Inamtafakari huyo mwanamke. Hii ni mbaya. Unapompenda mwanamke hakikisha au muonyeshi wivu waziwazi, yeye mwenyewe akajua na akatumia huo udhaifu wako, kwa sababu kuna wanaume leo hii wamepoteza dira ya maisha, hawana mbele hawana nyuma. Kwa nini? Kwa sababu walionyesha hisia zao kwa wanawake, walionyesha wivu usio na mipaka kiasi cha kwamba mwanamke anafanya hilo tukio kwa makusudi kama adhabu ya kumwadhibu huyo mwanaume wake. Kwa hiyo epuka ili kosa, kwa sababu mwanamke akishajua udhaifu wako amekumaliza. Kosa lingine ambalo wanaume wanalifanya sana wanapokuwa wamewapenda wanawake, yani wanawapenda sana wanawake wanapokuwa kwenye mahusiano au kwenye ndoa, ni kupoteza marafiki na ndoto zao binafsi kwa sababu ya wanawake. Yani kuna baadhi ya wanaume wakipenda sana wanawake, unakuta marafiki wale anawapoteza na ndoto zake binafsi anakuwa hazifanyi. Kila kitu anachokifanya ni kwa ajili ya mwanamke. Kuna watu walikuwa na marafiki zao, walitoka mbali na marafiki zao, walisaidiana vitu vingi na marafiki zao, kuna maisha ambayo waliishi na marafiki zao. Ikafika wakati mwanaume akapata mwanamke. Sasa huyo mwanamke anampenda sana kiasi cha kwamba yule mwanamke anaanza kumfanyaje? Kumwamlia, mimi sitaki uwe na hawa marafiki zako, kwa sababu anajua marafiki zake wanaweza wakambadilisha ufahamu wake wa akili na yeye anahisi labda hatopendwa kama kiasi anachopendwa kwa wakati huo. Ama wakati mwingine mwanaume ana ndoto zake ambazo anataka kuzifanya au alikuwa ana mpango wa kuzifanya. Sasa mwanamke akishajua anapendwa,
anaanza kumcontrol mwanaume kuwa lazima mwanaume atimize ndoto za huyo mwanamke, alafu mwanamke akisha ridhia ndipo mwanaume atimize ndoto zake. Wanaume wengi wamepoteza dira ya maisha kwa kuishi katika maisha ya kumpenda sana mwanamke. Wamepoteza marafiki zao wa maana, wamepoteza marafiki zao wa kuwasaidia kwenye maisha, wamepoteza watu wao wa karibu ambao walitoka nao mbali sana. Kwa nini? Kwa sababu ya kumpenda mwanamke. Kumpenda mwanamke haukatazwi, lakini upendo kumpenda sana mwanamke huwa una gharama kubwa na matokeo mabaya sana yenye maumivu makali kwenye maisha ya mwanaume. Kuna wanaume leo hii wameua ndoto zao. Mwanaume alikuwa na ndoto ya kumiliki kampuni, mwanaume alikuwa na ndoto ya kumiliki nyumba, mwanaume alikuwa na ndoto ya kumiliki gari, lakini kwa sababu tu ya kumpenda mwanamke, mwanamke anatumia ule udhaifu wa kumuendesha mwanaume kuwa ili niweze kuwa na furaha ni lazima ujenge nyumba nyumbani kwetu, ili mimi niweze kuwa na furaha ni lazima unifungulie biashara, ili niweze kuwa na furaha lazima uninunulie gari. Kuna wanaume wamepoteza maisha yao, wamepoteza dira kwa kuwapenda sana wanawake. Mpeni mwanamke kwa kikomo, fanya kitu kwa mwanamke kwa kikomo, usifanye kitu kwa mwanamke kupita kiasi. Gharama yake ni kubwa na hautaweza kuhimili wala kuilipia nafasi ambayo umeipoteza kwa huyo mwanamke ambaye umempenda. Kitu kingine ambacho ni kosa wanaume wengi wanafanya wanapokuwa kwenye mahusiano, yani unampenda mwanamke kiasi cha kwamba mwanamke unamfanya awe kiongozi wa maisha yako yote. Ili ni kosa. Ikitokea mwanaume umempenda mwanamke alafu huyo mwanamke umemfanya kuwa kiongozi wa maisha yako yote, hautakuwa na mwangaza mzuri kwenye maisha yako na ni lazima utafeli na utakwama, kwa sababu mwanamke anatakiwa kuwa chini ya mwanaume. Mwanaume unatakiwa kuwa kiongozi. Sasa inapotokea mpo kwenye mahusiano, mwanamke akawa kiongozi alafu wewe mwanaume ukawa mfuatisha amri, ni lazima tu mtaporomoka kiuchumi, mtaporomoka kiafya, mtaingia katika changamoto ya kupata matatizo ya afya ya akili, kwa sababu hakuna mwanamke aliyewahi kumuongoza mwanaume akafanikiwa. Hakuna. Ila kuna wanawake waliofanikiwa kwa kuongozwa na wanaume zao. Ikitokea mwanaume umempenda sana mwanamke wako, usimfanye kuwa kiongozi wa maisha yako yote. Atakutawala, atakufilisi, atakurudisha nyuma, kwa sababu jicho ambalo Mwenyezi Mungu amekupa wewe mwanaume upeo wa kuona, mwanamke hajapewa namna hiyo. Kwa hiyo vitu ambavyo vya kuona wewe unamwachia mwanamke aone na avifanye, ni lazima utarudi nyuma. Leo hii kuna wanaume ambao wamefilisika. Kwa nini? Alimfanya mwanamke awe kiongozi wa maisha yake. Kuna wanaume walikuwa na maisha mazuri, walikuwa wanamiliki kampuni, wanamiliki majumba, wanamiliki biashara, wanaendesha maisha yao, yani maisha yako mazuri, lakini mwanaume alipoamua kumpa nafasi ya kuwa kiongozi mwanamke aendeshe maisha yake yote, basi hiyo siku ndipo mwanaume alikuwa fukara na kufilisika kwa sababu ya mwanamke kuwa kiongozi kwenye maisha yake. Hivyo mpende mwanamke, chukua tahadhari. Usimpende mwanamke kiasi cha kwamba ukamfanya awe kiongozi. Hakuna kiongozi mwanamke aliyewahi kumuongoza mwanaume. Wengi wamefilisiwa maisha, wengi wamerudishwa nyuma, wengi wameishia kuachana, huku mwanaume akiwa na maumivu makubwa na majuto makubwa. Mwanaume unatakiwa kuwa kiongozi na sio mwanamke aongoze maisha yako yote. Kuna muda unasema mwanaume atakuwa amerogwa. Hakuna. Ila upendo mwanaume ukikuzidia, basi jua mwanamke atakutawala, mwanamke atakuendesha, mwanamke atakurudisha nyuma, mwanamke atakutenga na watu unaowapenda. Epuka haya makosa unapokuwa kwenye mahusiano na umempenda sana huyo mwanamke. Hakikisha unasubscribe ili uweze kupata madarasa mengi ambayo yatakupa ufahamu kuhusu nini sahihi kwenye maisha ya mahusiano na nini sio sahihi katika maisha ya mahusiano. Hii ni Moyo Talks, mpaka wakati mwingine.